sababu ya kuvumilia kwenu. Ni asante kwa sababu Mwenyezi Mungu amemhifadhi mpaka mkaona Sunday hii ambao kuna hofu ya Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Siku ya leo Sunday ambao ni special, kabla hatujaingia, naweza kaa chini dakika moja. Pastor amesema kitu hapa na akasema kuna watu watatu ambao tunataka kuwa support. We may not have enough, but the little that we have, we should give them with appreciation. Wanakubali tu kile ambacho kiko hapo. Chairman amesimama hapa na mkamletea unga, na huo unga kuna watu watatu ambao alisema wana shida kidogo. Biblia imesema uwe na huzuni na wale wako na huzuni, na uwe na furaha na wale ambao wako na furaha. Katika hii hekalu ya Bwana kuna kitu kimoja nataka kueleza. We are always very careful about the nuclear family. The nuclear family inamaanisha wewe na mke wako kama umeolewa au umeoa, wewe na watoto wako. Na nuclear family inaongeza pia your father or your mother. That is what we call the nuclear family. Lakini zaidi ya hapo, if we have been affected, hatukosi kitu ambacho tunastahili kuzidikisha nacho. Katika hawa watu watatu, naomba chairman asimame hapa na hiyo kikapu. Katika hapo tuliweka unga, na huo unga kanisa pia nataka tutoe unga. Hapa nina bahasha tatu, na hizi bahasha tatu ni kwa sababu ya our sister Tabitha na our drumist ambaye anatupigia drum, Mr. Umoli. Kuna yule ulimwita Bele. Bwana asifiwe sana. Hizi bahasha tatu ni kile tu ambacho tuliweza. Nataka mjue kanisa wakati huu we are short of finance. Tulikuwa tunataka kutoa kitu kizuri, lakini Kajo walikuja hapa na nikaeleza pastor na chairman. Kajo walikuja hapa kwa sababu kutoka wakati plot hii ilinunuliwa ili kanisa ijengwe, hatujawahi kulipa rad rates. Kuna rad rates ambao ni ushuru wa mchanga, na huo ushuru wa mchanga lazima tungelipa au kanisa ifungwe. So tukakusanyika na pastor na chairman, tukasema tuchangie. Zingine tukatoa mifuko na zingine tukaenda bank tukafagia. Kutoka wakati tulinunua hapo, the fine imekuwa girisaba na 14,000 ngapi? 15 plus 7 22. Hiyo 22,000 plus the fine of 4,000 26 lazima tungelipa
kama sio hivyo mngenikuta nimewekwa mapingu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kile kidogo kimebaki, Bwana Omondi atakubali, Tabitha atakubali na Mary atakubali. Tunaongezea hizi kwa hapa, hii ni bahasha moja, bahasha mbili, bahasha tatu. Na kama kuna mtu anaweza kuongezea kanisa, tafadhali hatujafunga mlango. Chama, uliza kama kuna mtu anaweza kuongezea. Anybody who can add? Anybody, hata kama ni 100, hata kama ni 50, hata kama ni shilingi moja. Omondi akipeleka brother yake atakuwa amenunua soda. Amen. Yeye ndio anachanga mtoto. Amen. Glory to God. Any other person? Kama unataka kutuma utume kwa chairman. Anybody else? Amen. Pigie Wangari makofi. Hallelujah. Any other person? Hatujafunga. Oh, pigie Debora makofi. Pigie Janet makofi. Naendelea. Any other person? Hatujakataa hata kama ni shilingi. Kama ni shilingi moja. Amen. Glory to God. Si tujipigie makofi. Chema, tunaweza kaa chini. Ile ingine ambayo nilikuwa nataka kusema watu wa Thanksgiving, nilikuwa nimeelezwa na chairperson wa Thanksgiving. Tukitoka hapa tunaweza kwenda kwa Mama Mbugua. Nimeona ni kama Wangari alikuwa ametumwa. Akija after service tutamuuliza kama ni Mbagathi Hospital, au ni kwa Mama Mbugua, we can have a prayer. Na ninajua huo ugonjwa atapona. I know she will recover. Glory to God. Bwana asifiwe sana. Naomba tuingie ile message. Amen. Bwana asifiwe. Nimesikia ameadmitiwa Mbagathi Hospital, na hekalu ikiisha, tukimaliza service tutajua vile tutafanya. Praise God. Naomba ni bora sasa mwingie, wachaneni na chama huko nje, ingieni. Tukimaliza, when we are done, tutajua vile tutafanya kama ameadmitiwa. Glory to God. Wakati huu nataka, I want us to talk something. Many people would have thought, watu wengi wangefikiria ningelete neno la msalaba. Watu wengi wangefikiria ningezungumza hali ya Easter Sunday.
watu wengi wangefikiria maybe that is what we will talk about, lakini nataka kuanzia mbali halafu niingie hapo. Katika screen kuna kitu ambacho kimeandikwa katika screen. Who is financing your enemy? Nani huyu ambaye ako nyuma ya your enemy? Wakati mwingi tunapitia katika mateso. Wakati mwingi tunaona adui zetu wanatusukuma. Lakini siku ya leo nataka kukwambia there is no war, hakuna battle, hakuna vita ambao haina msukumo. There must be someone pushing that fight. There must be someone who is financing the battle. Wakati ambapo unaona vita vimewaka moto, wakati mwingi hata wale ambao wanapigana vita ni watu wao walio katika slums, watu walio katika huko Kibera ndani, huko Mathare ndani, huko slums, ambao watu hawawezi kusupport vita. Lakini unakuja kupata wako na silaha ambao ni kali. War is very expensive. Yes. Vita ni very expensive. Nilikuwa na blouse hali ya vita, nikaona wale watu ambao wanapigana vita na wale wana shout sana, wale wako katika mstari wa kwanza, they cannot afford. Wanakuwa na mabunduki makali, na hayo mabunduki, kununua bunduki moja it's almost $1 million. Kununua risasi ili wapigapige in the air, watwanga in the air, a small government cannot afford. Kwa sababu risasi wakipiga in the air, hapo 150,000 imeisha, one bullet 150,000, na wanapiga tu in the air, na akienda nyumbani ni kama amepiga bunduki marisasi kama 10. Ukihesabu hiyo marisasi kama 10 with 150, it is 1.5 million. So a poor government, a poor person cannot afford war. Ukiona wale ambao wanapigana with submarines, I was browsing to see how much is the cost of one submarine, and it is 60 million. One submarine, 60 million. It's more than $20 million. You see? Now, and they are supposed to have more than one submarine. They are supposed to have food. They are supposed to have medicine. They are supposed to have assistant to assist them. Because hayo ma uniform na hizo viatu, I'm telling you, it is very costly. Vita sio rahisi, but you see people are fighting day and night. Na unapoona watu wanapopigana, jua there is somebody behind. There is someone pushing that war. Kuna mtu ambaye anasema piganeni, we are supporting you. What do I want to say? I want to say adui yako sio yule anapigana. Adui yako kali ni yule yuko nyuma ya yule anakupiga. Are you getting it? Yes. Adui wako kamili sio yule ambaye ako front line. Adui yako ni yule ambaye anapush, pige, mtwage, pige, mtwage. So you as a human being,
what you should do is to spy. Tuko pamoja? Yes. What you should do is to spy. Who is supporting? Who is financing this war? Nani ambaye anasukuma hii vita? Halo? Unapojua ni nani anasukuma hii vita, kuna kitu cha pili ambacho unastahili kujua. Why? Halo? Kwa sababu mtu hawezi kuja asukume Dibora anipige, asukume Dibora anikanyange, asukume Dibora. I know you don't do that. You love me. Asukume Dibora akata mfereji wa chakula nilale jana. Hawezi sukuma. Halo? Hawezi kusukuma ukose kanisa. Useme leo sitaenda kanisa. Hawezi kukusukuma without a benefit. Tuko pamoja? There must be a benefit. Lazima kuwe. Halo? He must be after something. Halo? Siku ya leo nataka tujadiliane. If ukiona vita ni kali, ukiona katika nyumba yako there is a problem, ukiona katika hiyo nyumba mama hakusikii, ukiona mama hakusikii, na unaona kuna kitu ambacho she cannot have, the Bible says have. The Bible says love your spouse. Ukiona hakuna upendo, there must be someone behind. Tuko sawa? Yes. Ukiona umesukuma katika kazini mpaka unasema resign. Hii kazi hakuna shida, I can resign. Kama wanataka kazi yangu wachukue, there must be someone behind. Kuna yule anasema hii kazi nikiipata hii lazima machanga afutwe. Yes. Ili niipate. Ukiona neighbors wanakusengenya, ukiona neighbors hawataki ukae na amani, ukiona neighbors wanachokora watoto wako, they are not doing it for nothing. Hello? Tuko pamoja? Yes. There must be a reason. There must be a reason. Today, that reason is what we are going to blouse. Why was Satan so interested? Why was Satan so interested that Jesus should be taken to the cross? Ukiona alikuwa na haja sana, akawa na haja sana, huyu mtu lazima asulubiwe, lazima asulubiwe. There must be something. Kuna kitu alikuwa akisema, huyu akisulubiwa na akufe, nitamabtani, nitafurahia, nitakunywa na nikule. Hello? There must be someone behind. Who is financing your enemy? Who is financing your enemy? Glory to God. Amen. I want us to go to the book of Judges. There is no war that was fought without finance. There was no war that was being fought without finances. Naona injinia wetu ametoka kidogo. Let us go to the book of Judges chapter 16. The book of Judges chapter 16. The book of Judges, chapter 16. You're there.
Yes, they are saying amen. Na ninasoma kutoka mstari wa 4. Iko imeandikwa katika screen. Naweza soma katika screen. The Bible says sometimes later. Hello? Sometimes later. So there was a first time. Yes. Kulikuwa na safari ya kwanza. Lakini this was the second time. The Bible says sometimes later he fell in love with a woman in the valley of Sorek, whose name was Delilah. Hello? Hello? Most of the times that we read the story of Samson, we blame Delilah. We keep on blaming Delilah. Well, Delilah, ulimaliza mtu wa Mungu. Well, Delilah, you should die. Well, Delilah, hivi na hivi. Tunatafuta makosa mengi sana kwa Delilah. Na tunaona vile mambo yalifanyika. But there was someone behind the force of Delilah. Are we together? Nani alikuwa nyuma ya Delilah? Who was behind Delilah? Delilah was just a mere girl. Delilah alikuwa anajitafutia tu chakula. Delilah hakuwa na shida. Ameona kipenzi. Ameona kipenzi. Na anaona hiki ni kijiti cha mtu. Hiki kitatosha, ugali utatosha. Yes. Hiki vile mimi nakiona ugali utatosha. Yes. Na nitasomesha mpaka watoto wangu. Na nitakaa vizuri. So in the reality Delilah was okay. In the reality Delilah had marketed herself. But there was something that was behind Delilah. Let's continue. Verse 6. This is verse 5. Let's go to verse 6. So Delilah said to Samson, tell me, hello? Tell me the secret of your great strength. Hello? Tell me the secret of your great strength, and how, and how you can be tired and be subdued. Hebu tuweke na Kiswahili. Niambie. Halo? Bwana asifiwe. Hebu Machanga soma hapo. Tasoma katika Waamuzi 6 mstari ni wa 6. Delilah akamwambia Samsoni, tafadhali uniambie asili ya nguvu zako nyingi na jinsi uwezavyo kufungwa ili utesi. Can you get that? Niambie tu. Si. Hello? At the beginning, wakati walikuwa wanapendana, Delilah was not interested with the seed. She was interested with unga. Yes. Are we together? Yes. Niambie tu siri ya nguvu zako. Alright? So what for? Siri itaweka unga kwa meza. Hello? Naona kama unanisikia. Siri. Hello? Nikikwambia siri, utaweka unga kwa meza. Hiyo siri itaweka unga. Hello? Hiyo siri itanunua nguo. Hiyo siri itanunua kiatu.
Hiyo siri itasomesha watoto. Delilah was not interested with the seed, but there was someone behind aliyekuwa anataka seed. Hello? Hata Delilah akamwambia, wewe siri ya nguvu zako na jinsi, alright? Na jinsi, hello? Sio siri tu, na jinsi, how, hello? Hata Samson naye kulikuwa na shida. Delilah anamwambia wazi, hiyo siri usiniambie tu siri, uniambie vile. How? Alright? Unaweza fungwa, unaweza kamatwa, fungwa. Hello? Ili ufanye nini? This way. Hello? Can you get it? Amemwambia mpaka the problem. Kwa hivyo Delilah told Samson, kile ninataka si urafiki tu, lakini nataka kujua siri zako kwa sababu nataka uteswe. That is how Satan works. Hello? Wakati tulikuwa hapa masomo asubuhi, nilifunza watu hali ya delusion. Nikawaambia kuna kitu ambacho shetani anadanganya watu, anakufunga macho hata kama unajua the fact. Hello? You fall into the trap. And there is no trap. Hakuna trap ya kishetani mtu hawezi kuelezwa. You see, now there are two people here. There is the angel of light. Kuna malaika wa mwangaza. Anaingia katika ulimi wa Delilah na anamwambia the purpose of the secret. Anamwambia hiyo siri ukiniambia, niambie vile utafungwa na uteswa. Isn't that the angel of God? Telling Samson, ukisema siri hivyo ndivyo utafanya. Hello? Are you getting it? Yes. There are many times. Kuna wakati mwingi ambapo tunaanguka katika majaribio. Na malaika wa Mungu, hello, anakufunulia, my brother, my sister, if you get into this will happen. Na shetani anakuja na funga macho. Hello? Let's go to verse 7. Mstari wa 7 unasema hivi. Samsoni akamwambia, wakinifunga kwa kamba mbichi 7 ambazo hazijakauka bado, hapo ndipo nitakuwa dhaifu, nitakuwa kama wanadamu wenzangu. Bwana asifiwe. Amen. Samson kuna kitu alifanya. Hello? Tuko sawa? Kuna kitu alifanya. Ninajua ladies who are here, they are below what I'm saying. Ladies who are here, they know what I'm saying. Kuna kitu alifanya. Hello? Na alipokuwa anapembelezwa hivi, sio kupembelezwa kwa kawaida. Bwana asifiwe. Kuna kupembeleza special. Kuna kupembeleza special. Na akatamka kwa sababu alikuwa anafikiri nitapembelezwa mara nyingine. Kumbe alikuwa anajipoteza. Samson akamwambia, wakinifunga kwa kamba mbichi. Hello? 7 ambazo
hazijakauka bado, hapo ndipo nitakuwa dhaifu. Halo? Kamba ngapi? 7. Kamba ambazo hazijafanya nini? Bichi. Bwana asifiwe. Nitakuwa kama wanadamu wenzangu. Glory to God. Men who are here, you should be wise. Women who are here. Bwana asifiwe. You know the truth is bitter. The truth is nyinyi wanaume mlio hapa, unaenda unapata mshahara. Unapata mshahara every morning. Asubuhi unaamka saa 11. Halo? Mara nyingine unasema nitakunywa chai jioni. Glory to God. Na unapiga mateke. Mara nyingine huna hata basi ya. Halo? Unatembea na unafika huko siku moja, 2 mpaka siku 30. Halo? What a foolish person you are. Glory to God. Na ukifanya hivyo, siku ya 31 unapewa kabahasha. Halo? Unapewa kabahasha. Na hapo kabahasha, badala ya uchue nyumbani kuliko aje. Uliwacha watoto, uliwacha mke, na huo mke ulimtoa kwao. Ulimtoa kwao. Tuko pamoja. Ndio wanaume wanadharau sasa. Lakini hata mama nitawaingilia. Ulimtoa kwao. Ukampembeleza akaja. Nasema nitakutumikia. Halo? Ukampembeleza ukasema, si unaona vile hii nyumba iko very quiet. Si unaona hii nyumba iko very quiet. Mwanaume akasema, nataka nini? Akasema, kama wewe usielete mama yangu kwa hii tuko yako hii, mama yangu atoke. Kwa hii tuko yako baba yangu atoke. Kwa hii tuko yako my brother atoke. Hata usemi brother yake, unasema my brother. Usipofanya hivyo hatusikizani. Mama anajitahidi. Mama anajitahidi. Bwana asifiwe. Analete hapo. Na wewe una matai, unaenda unafanya kazi. Badala ya ufikirie, unajua sasa kama mshahara kamekuja kanoni. Badala ya ufikirie wale uliwacha nyumbani na vile ulidanganya huyo msichana. Halo, kwa sababu mambo mengi ni uongo. Halo? Na ukumbuke hali ya katoto hapo ambapo unataka kaone the gates of university. Tuko pamoja. Unapata Delaila. Halo? Unapata nani? Hata msiposema na Mungu semeni. Unapata nani? Ndio. Unapata Delaila. Na unapopata Delaila, ukipembelezwa, kichwa chako kikiwekelewa pale pale Samson aliwekelewa. Unakumbuka, unasema hata hapa niko na kabahasha. Hata niko na kabahasha. Unataka tufanye nini? Tuko sawa? Something Satan
knows how to do something. Shetani ni mzee wa zamani. Hello? What? Kile ambacho alitakia Delaila. Hello? Kile ambacho alitakia Delaila, alitaka tu Delaila, I'm looking for that verse. Kuna verse ambayo inasema wale walimtuma. Five. Ndipo wakuu. Nao wakuu. Nataka kusoma na. Nao wakuu wa Wafilisti wakamwambia, mbembeleze upate kujua asili ya nguvu zake nyingi na jinsi tutakavyoweza kumshinda, tupate kumfunga na kumtesa, nasi tutakupa kila mtu fedha 1,100. Can you now get something? Yes. Wale waliokuwa behind the wall, wale waliokuwa behind their vita, kuna kitu ambao watu walitaka kwa Delaila, kwa Samson. They just wanted to destroy the power. Yes. Hello? They just wanted to destroy the power. Walikuwa na haja na nguvu. Hizo nguvu ambao unazitumia, hizo ndizo tunataka. Uamwambie akupe siri. Na hizo siri, akikupa hiyo siri, umuulize tutafanya nini tuziondoe ili tumtese. Na alisema tu hivi. Niambie ili uteswe. Hello? And Satan comes to kill and to destroy. Satan comes to kill and to destroy and to steal. Na aliweka wazi kile anataka. But Samson alifungwa macho. Today I'm addressing at least the male figure. Hello? That you people should be careful. You people should be careful. Kwa sababu Mwenyezi Mungu amekupa nguvu. Mwenyezi Mungu amekupa nguvu isiyo ya kawaida. Nguvu ya kutafuta. Halo? Nguvu za kutafuta na kupenya katika mashimo. Kupenya katika mashimo. The treasure that is hidden in the sacred places. Mungu amefungua macho. Hello? Lakini the warning is, some of the secrets that you have, you should be shattered. Hello? Some of the secrets that you have, you should just shatter. Kwa sababu Mungu hapendi pumbavu. Uko pamoja? God does not like foolishness. Na anapokufungulia njia, you should not go shouting. You should not go shouting. When I was a young man in college, my father could not afford school fees. Uko pamoja? My father could not afford school fees. In fact, tulikuwa tunatoka home na gari la moshi. Na siku hiyo tulikuwa tunapewa remission. Students were going with the quota fee. Hello? But my father could only afford bus fare. Alright? Could only afford bus fare. Na kumbuka siku moja nilitoka all the way from Kijabi Mission, mguu kuja Nairobi. Nikaamka mapema saa 9 na nikaja mguu. Then I invented some methods. Najua katika college
kuna watu wananunua kamera, wanapiga, tunawapa pesa. Halo, nikaanza hoki na nikaanza kupiga watu picha. Halo, nikiona msichana mrefu na simama hapo. Si unaona? Ananipa pesa. Na nikasoma na nikamaliza. Tuko pamoja. Then I had a girlfriend. Na wakati tuna enjoy naropoka. Naropoka nasema, you can look for money this way, this. You can look for this way. Tunapotoka katika hiyo harakati katika komiti, siku moja girlfriend akanichapa kofi. Baba, Mungu anakufungulia njia. Alright, anakufungulia njia na unapata pesa. Na tukienda kwa meeting, tukienda gathering, unaweza pata pesa mdogo kubwa. Tuko pamoja. Tuko pamoja. Huo mdogo kubwa. Many people, watu wengi vijana kama mimi walikuwa wanataka techniques. Alright? Huo ujanja. Kama wewe ndiye unajisomesha, huo ujanja unamtoa wapi? Huo ujanja. Because I was smart. At the college, nilikuwa navaa suit. At the college, I had the best shoes. Alright? Lakini nikutafuta na ujanja. Uko pamoja? Huo ujanja ambao Mwenyezi Mungu amekupa shaka. Nyamazi. And I'm also coming to the ladies now. Bwana asifiwe sana. Nyinyi mmebarikiwa na kipawa cha maajabu. Halo? Mmebarikiwa na kipawa cha maajabu. Halo? God has covered you with beauty. God has covered you na mwili mzuri. God has covered you. Na watu wa dunia wanajua. Halo, wakitengeneza kampuni wanaelekeza kwenu. Wakitengeneza kampuni, alright, ladies. Men are not. Wakitengeneza kama mafuta, ladies. Wakitengeneza kama nukato, ladies. Wakitengeneza kama viatu, ladies. Halo? Kaguo kazuri, ladies. Bwana asifiwe. Then he has given you something. Power to command. Yes. Glory to God. Amen. That power to command is not in men, it is in you. Hello? That you can command your whole house and your whole family. Ukikosana na mzee, mimi nikiwa mtoto, nikosane na familia, the mama ana power ya to drive all the children to her side. Yes. Is it true or not? True. She has that power. Utaona watoto wote wakimfuata mami. Ni kweli? Ni kweli au sio kweli? Watoto wote watamfuata. Hata mimi nikiwa kijana. Halo? Mimi nikiwa kijana. Wakati nilikuwa natafuta na huo ujana, nikienda nyumbani, I was caring for my mother. Halo? Naenda kwa mama. Najua huko campus nilifanya hivi, nalifanya nikatafuta. Shika hii bilitani. Weka. Lakini mzee ndo the thing is, enemy. Sasa nikuja kwa neno. Alright, the thing is, the enemy alijua kila analysis. Sema analysis. Akaweka mzee hapa aka-analyze the powers that God has given him. Akaweka the lady here, aka-analyze the powers. Aka-analyze the gift of the lady. Alright?
and he knows. Anajua if he makes sure that you misuse those powers, you are finished. Tuko pamoja? Yes. And that is why wewe mwanaume hukupewa the powers of the enemy. Wewe mwanamke hukupewa the powers of the man. So that when you join together. Hello? So that when you join together, you can climb mountains. Amen. So that when you join together, you can close the valleys. Amen. And you can walk in the shadows of the valleys of death. And you can live. Amen. Glory to God. Amen. Ladies have been given a special anointing. Mimi nikisimama hapa nipige magoti. Ana lady asimame hapa apige magoti, yeye atasikiwa kuliko mimi. Ni kweli au ndio? Kweli. Atasikiwa. Ala? Na utaona malaika wamesimama, wameshuka. Lakini mwanaume mbele kumu. Mbele kumu. Bwana asifiwe. So when you join together, that effort of the man and the lady should make you grateful. Asubuhi ya leo nilikuwa naeleza nyinyi about the spirit of rebellion. The spirit of rebellion comes to the woman, the spirit of rebellion comes to the man, and the spirit of rebellion disorganizes you. And when it disorganizes you, you don't reach the target. What God expected you to have. God expected you to blouse and to defeat. The purpose of this sermon, be aware of who is financing your war. Be aware, nani yako nyuma ya hiyo vita. Samson did not realize that there was somebody pushing who wanted something to take it from Samson. And what the enemy wanted is the power. Alright? Hiyo siri ya nguvu ambayo Samson ilitatua kwake, he failed to understand. Today, ladies and gentlemen, if you see in your marriage there is war, hakuna kusikizana. There is someone behind who knows the secret. Huyu tukimenyana naye, tukikutumia wewe spouse, ukatakate miguu ya huyu, ministry will not stand. Ministry will not stand. Mmoja wenu akiwa pumbavu, you will not achieve the goal. Na Mwenyezi Mungu akasema, if you miss wisdom, knowledge and understanding, bow to me, I will give it. Bow to me, I will give it to you. And ask you. God knew that He can give you wisdom. God knew that He can give you knowledge. God knew that He can give you understanding. I know I'm speaking to people here. Yes. And I know mara nyingine kuna wengine nachoma. Kuna wengine wanachomeka. But the truth remains the truth. Amen. That your power, there is someone who needs to destroy your power. Hizo nguvu ulizo nazo kama Samson. Kuna mtu anasema huyu nikimharibu hizi nguvu nitafaulu. Na anafanya juu chini, the day and night, hizo nguvu ziharibike. If you are a minister of God, the devil knows the power of salvation. The devil knows the power of your ministry. The devil knows the power of your faith. Kuna watu wanaweza kuomba milima ibomoke. The devil knows. And what he is interested
is to finish the power. If you are a minister of the word, if you are employed in an office, and you know how to do that job well, no, there will be a fight. But you must know how to kindle your fight. There are many people here who are blessed that they can overturn stones in their offices. Unaweza kuja na innovation ambao kampuni haikujua. Unaweza kuja uwafanyie kazi than ever before. Nobody has ever done that. Hello? Uwafanyie kazi ambao hakuna mtu angeweza kuwafanyia kazi. Na waache wakikuiba sifa zako. Today there is something I want you to understand. There is something in you, my brother. There is something in you, my sister, that Satan is interested. Satan is interested, and he comes to destroy. Akifikia bahari ya destroy, you will be a garbage. You will be a garbage. You will be an ordinary person. Tuko pamoja. You will be an ordinary person. And when you are an ordinary person, things you will not achieve the goal. Nikimalizia, wacha nikwambie kitu kimoja. When God created you, He knew what you can achieve. Hello. Wakati Mwenyezi Mungu alikuumba, alijua kile ambacho you can achieve in this world. He did not create you as a beggar. It's a lie. He did not create you as a backtimer. It's a lie. He did not create you for those struggles. After all, why did Jesus die? Hello? God is a God of restoration. Say, my God is a God of restoration. What does that mean? He can restore. Amen? He can restore what was messed up. In the book of the Bible, the Holy Book, the unique book of God, that word of restoration has come more than 150 times. The much I knew, mpaka nikachoka na kuhesabu, ilifika 136 times. I am the God who loves. I can restore. I can restore. I can restore. I can restore. Bwana asifiwe sana. He can restore what in you got lost. Kile ndani yako kilipotea, Mungu anaweza restore. Bwana asifiwe. So akatuambia Satan is a thief. Anakuja anaiba kilicho chako. Na akiiba kilicho chako, akiiba kilicho chako, God can restore. Na kuna neno ambalo liko katika kitabu cha Yeremia. Alright? The Bible says, I think it is Jeremiah chapter 15. If you repent, I will restore what was taken from you. And the promise says, I will even step another step and make you my spokesman. Amen. When God makes you his spokesman, wakati Mwenyezi Mungu anakufanya uwe spokesman, you see what Jesus said? Those who come after me. Hello? Those who come after me, they will do exploits, and they will do more than I ever did. Am I right? Yes. They will do more than I ever did. But how can you do more than he ever did?
unless God makes you his own. Are we together? Yes. Let's go to Jeremiah 15. Jeremiah chapter 15, verse 19. It is there on your screen. Therefore, this is what the Lord says. Hivi ndivyo Mwenyezi Mungu anasema. If you repent, there is a condition. The condition is if you repent. Every blessing has a condition. I will restore. Umeona restore hapo tena imekuja. I will restore you that you may serve me. Alright? I will restore. Mungu akikurestore kile ambacho kilipotea, it is the time now to serve him. It is not the time kuenda kupeleka kabahasha yako kwa derai. Hello? It is God restores ile gift ambayo wewe leo umepewa. If God restores you, it is to glorify God. Tuko pamoja. I will restore you to serve if you utter words, not worthless words. You will be my spokesman. Let these people turn to you, but you must not turn to them. Which people? The people of the world. You are special people. The chosen people. Alright? But these people should not turn you. It is you who should be turning. The book of Joel says, Joel chapter 2 says, I will restore you. And I will give you the years that were eaten by the locusts. Isn't it? Yes. I will give you the years that were eaten by the locusts. Then finally, I will tell you something that you never understood. I will tell you something very secretive. There is something we call health boundaries. Health boundaries. Can I tell you something about health boundary? Yes. Health boundary is to keep yourself apart. Health boundary ni kujitenga. Ukiona kitu ambacho kimejiweka na kinataka kukunyonya, ukiona kitu ambacho kinataka kukusumbua, ukiona kitu ambacho kinataka kulenga maombi yako, ukiona kitu ambacho kinakataa fulfill the promises of God, keep yourself under boundary. Si kusema udharau. Don't fool me. Don't misfollow. But I told you, keep yourself a spiritual health boundary. Jesus practiced that. Hello? There are areas that Jesus kept himself a health boundary. Do you want to know where? Wakati Yesu Kristo alianza huduma, Jesus knew the purpose why he came to this earth. Na wakati walienda Jerusalem, he was 12 years, that's 12 years. Na Biblia inasema wazazi wake wakamwacha wakaenda, wakarudi safari, muda wa safari 3 good days. Wakagundua mtoto wetu hatuko pamoja. Halo? Wakaja wakamwambia, kwa nini umetuchukua hivi, tunakutafuta? Akasema, didn't you know? Hello? Didn't you know? Glory to God. Amen. There are sometimes you can tell your friend, don't you know?
Don't you know I'm here to serve God? Hello? Because cowardice will never make you succeed. Yes. Cowardice will never make you succeed. But I did not tell you to boast. Alright? There is a way to release the message, but not boasting. Sio kujipiga kifua. Hello? What a man can do, a woman can do better. Who told you we are competing? Deborah, who told you we are competing? We know you can do better on your area, and I can do better on my area. There is no competition. Whatever you do, even if you do better, you still remain a woman. Whatever I do, even if I can do worse, I still remain a man. See? Hello? But the fact is, there is a special health boundary. Yesu Kristo akaanza mahubiri, watu wakamzingira. Walipomzingira, mama yake na vijana wakai wakasema, mwambie atakula, mwambie atokea kule. Wakamwambia, your brother and your sisters are out. Akasema, my brothers are this. He kept the health boundary. Not that he hated his body, but there are areas that you have to keep health boundaries for the glory of God. Are we together? Yes. There are areas that you keep a little health boundaries for the sake of the kingdom. Because that is why you came to this earth. Yes. Yesu Kristo, kulikuwa na mkutano mkubwa katika Yerusalemu. And there was a new ceremony. Alikuwa nyumbani. Hello? Akawa nyumbani. Vijana, wow. Akamwambia, you know, anybody who wants to become a public figure should go. Asema, for you every time is detail. But for me, I will go at the fullness of time. One has to do it. But at the end of the day, wakati alifika huko, wakati alijiweka health boundary, akifika huko, alimwona amechomoka. Yes. Ni kweli au si kweli? Si alichomoka? Yes. So, I didn't think that when you keep a health boundary, you reject him. I told you, be wise. Tumia nini? Bwana asifiwe sana. Tumia kile umepewa, because God gave you brain. Use it. Why am I saying this? Because the enemy is after your energy. The enemy is after your power. Kuna watu wakipiga magoti, mbingu inasikiza. Nani huyo? Ni Musa amepiga magoti. Heaven inanyamaza ili tusikie vile ambavyo unasema. But if you see there are distractions, keep a health. Pastor, I did not say you keep a health boundary and you hate him. You have to be wise. Kuna watu ambao wakiomba hivi, halo, shetani nasema kimewaka, kimeumana, halo, kimeumana, and he is after that power. He is after that power to destroy. Bwana asifiwe. But you must be careful. I say this because when I was praying for the sermon of today, I came to discover there are people who do not know that there are powers of salvation, that their faith is under scrutiny. Their faith
is under scrutiny. And your faith, ukisikia your faith is under scrutiny by the powers of evil, unawatingiza pahali ulipo. Halo? Na kama unawatingiza, halo, na wao wanatengeneza jamu kama ile ya darai. Sadusi, na umwambie tutamfunga namna gani ili aweze kuteswa. Halo? Sadusi. Halo? Haya, natoa siri yote. There are some times you don't pour your secrets to everybody. Tuko pamoja. Yes. Because your secrets depend on how you communicate with your God. And now I want to finish with a small testimony. There are people I was praying for, not here. Na nilikuwa katika maombi. And then the Lord showed me a servant of God. Na hiyo testimony labda nimesomea akanionyesha a servant of God. A servant of God alikuwa amekaa katika baridi. Mara tu nikaona vile kwake kulikuwa kunatendeka. Na nikaona mateso ambayo alikuwa anateswa katika hiyo nyumba. Nikaona who was behind my voice. Na nikamwita. Nikamwambia nataka tuzungumze, tuombe kwa sababu kuna kitu nimeona. Kumbe it was God's secret. Na wakati nilikuwa nataka kumwambia nikaona kufuli kubwa ikatoka mbinguni na ikafunga mdomo. Kaniambia nini? Kamwambia nataka tuombe kwa sababu ya ministry. Tuombe kwa sababu there are things that God will reveal to you. And if you just talk the Lord, ni kama unamwagia nguruwe. Imesemekana nguruwe ni halo? Nani amesoma hiyo basi? Nitira nguruwe mtu. Nani kitu halisi? Karibu toka. Usimwage chakula kizuri kwa sahani ya nguruwe, kwa sababu hiyo nguruwe itakula na itajichafua naye. So there are some secrets you have to talk to God. Whatever we see in visions, whatever we see in dreams, some of them are secrets, top secrets. They are not just cinemas. Yes. They are not what? Cinemas. Mungu anakuambia take care. Naonyeshwa bishop hapo uchi. Alafu mimi nina ushuhuda jamani. Hello? Niliona bishop. You are being shown to play. Hello? Be wise. Be wise. Because God needs you to be wise. I'm a married counselor. Tuko pamoja. I'm a married counselor. Na hiyo ndio nilisomea. In my PhD, nikasomea married counselor. So, kuna nasilipishi. I don't charge. It is free. Ili ukitaka kuja na kabahasha kikombe ya chai kuja. Bwana asifiwe. Amen. So last week nikapigiwa simu all the way from Kericho. Huyo pastor
alikuwa ameoa Nyeri. Ameoa Nyeri. Na wakiona walikuwa wokovu kamili. Wakati huyo pastor alienda Kilicho, wakahubiri, alafu akaoa mke wa pili. That is their tradition. That is their tradition. Wakati huyu mke alienda kumwambia imekuwa, baba yake mkwe akamwambia, this is our tradition. Tutosheki sherehe mke mmoja. Wacha mzee. Naye mke alinipigia simu kutoka Nyeri Milatini, waende wachukue vitu vya nyumba fahamu. And the mother and the father was telling the lady, toka huko. Uwezi kueleshwa mtu wa pili. Na huyo ni pastor na wewe pia ni mcha Mungu. Wewe si ni evangelist, toka huko. Wazazi wakamwambia, kaniambia wacha kuona. You know what the Lord said? Can I tell you? Yes. Lord said, you woman, you are a fool. In the eyes of a human being, the woman was being correct. Yes. See, do you hear? Yes. But in the eyes of God, she was a fool. Then I told her, let's bow and ask God why we are being called a fool. And the Lord says, I sent you, lady, to that house so that you can destroy the altars. You can destroy the altars of that family. Tazama, dadi yake ameoa akipoteza, huyu ni mke wa tatu. Brother yake, cousin yake, na wanapenda kuhubiri, but they have an order. They have an order. I sent you here to destroy that altar. And the crown that you get because of destroying that altar. Come on, Gideon. Gideon was to destroy the altar. Are we together? Yes. So I told her, what you do, destroy the altar. Because you are saying you have been married for 22 years, and the man has gone and gotten another young lady in the family of their brother, which is abomination. Isn't it an abomination? Destroy that family, destroy that altar. Then you can now decide. I'm not telling you stay. I'm not telling you come na kuambia, first of all do the work of God, and then unaweza funga milango. Alright? Na nikamwambia nenda mlimani. Last Thursday akanipigia simu akaniambia, you are right. I was told I've not done what I was sent there to do. Na nikaambiwa, don't compromise. Don't be nice. Teketeza madhabahu maovu. Teketeza madhabahu maovu. And then you'll be able to stand. As the book of Ephesians says, you'll be able to stand. Tuko pamoja? Yes. There are valleys that we pass. There are valleys that we pass. Na lile bonde ambalo unapitishwa, Mungu anasema unaiweza. Unaiweza. Alright? You are able. Paul akasema, Mungu ninakushukuru nimepigwa viboko 38. But I thank you because you found me worthy. You found me worthy to go
lakini hakuacha huduma, aliendelea. I'm saying this because there's so much fight. Alright? Kuna vita kali sana. Vita kali sana. And I know some of you are in war. Some of you are in a battle. Ni vile tu hamwezi sema. Mumenyamazia. Basi. Mumenyamazia, lakini muko kwa vita. But before you decide in a human brain, take charge of the word of God. You are not sent to be cowards. Are we together? Yes. You are not sent to be cowards. You are sent to be good generals. Say good generals. Good generals. Good generals. You are generals in the army. And the army, wakati wewe uko a good general in the army, huwezi kufika vita hivi alafu kusema God found you worthy to be a good general to fight. Tuko sawa? Yes. Tusimame.
alisema acha ni attack direct.